Kiaveri nominated MCA. Huyu anaitwa Mama Sanaya, mheshimiwa mbunge mteule kutoka kule sita kutoka kwa Kenya Kwanza. Serikali ya Kenya Kwanza imefahamia Kisii vibaya zaidi. Waziri Mkuu, tunakuomba, kuna wale viongozi wamechaguliwa kutoka kwa ODM kama vile gavana, kama vile seneta wa Kisii County. Tunakuomba wana waziri mkuu, huyu seneta amechukuliwa na UDA. Osora amebeba amepeleka pale Karen, amepeana supu ya marenge, amerudi ameanza kutukana watu wa Kisii County baada ya kunywa supu ya marenge. Kwa hivyo mimi nakuomba waziri mkuu, wewe unaelewa sana mtu akikosa kwa pati yako unampeleka kando, unamwambia kama ni uchaguzi uitize. Sisi tunataka uitize uchaguzi wa seneta. Tunataka uchaguzi yaitwa wa seneta, kama na hatuna seneta katika Kisii County. Utabuatia seneta wako wami. Kwa maana hiyo chuma amesikia. Kwa maana mama ameyumba ametoroka ODM, ameingia UDA, ameingia ndani ya serikali Kwanza, ameendelea kukunywa supu huko ya marenge. Na mnaelewa Osora anajua sana kuwapatia hiyo supu, wacha endelee kuwapatia. Elia kabere ya pili, ene yaba basi na bantu baito ba Kisii County. Aba basi moro. Ekere makorora egaba neko betwe kiara emokaite ne gaba ne wako besina basi bako itwa into abantu bami into ongwana atuo bai oborai ko chiboga tut ongwana to kamugwa kinyoba Chelsea kinyoba sana emo akagambe miaka 5 akakora bya kabisa nani to kamweli yakabere nyombe ne temo iretie kiara akagambe miaka 10 ekara gambire ikomi okori ane wakitoka nyanga bagetutu no bago to bete biara aba basinda temba baliga ekara makorora egaba neko betu mokadi ngaba no boitu esna basi bago itu aba basini numo go itu ma okora mogane iri mogambe asengo koya mamanye tebotambe omukungu abate chimbere ibere omongina kabwa chimbere ibere omwana kaiberu akawaka chimbere ibere ono iga kaba no gatrora beroro tamani tara gonkai na kwata banse koma betebite igana ari ko basanga babasi omo gabana iga ibere tuno mokungu ogata amagorabere echimbere ibere nanda imogetiyo bolkeme kinyikiana ai mogetiye kinyikiana na karemere ale erata getokoruswaro koikaga be miaka 5 na inwa waskwero na ndio mmetende 5 miaka ni 10 wamepanga eti wanaenda kuleta impeachment eti wanataka kutoa gavana kwa visi ati watoe yeye waweke deputy governor wako walete hiyo impeachment tutaiona ndio tigabanyerete kintu tokwenda kote igavana na wako wabazi tajia serikali inayokuwa kwa tuambele county abantu bami ndio jamaa asama yeta kwa kucho. Prince Ida tafadhali akuje stage sasa. Rida maliza Prince Ida. Yasa basi selimbia mono. Wapi nduri ya Prince Ida? Wapi nduri ya baba? Wapi nduri ya baba? Weka mkono juu kukaribisha Prince Ida. Weka mkono mbili. Yaosha kama unapenda yeye yaosha huu. Hapo Prince Ida. Yaosha mkono mbili juu kwa sababu yake Prince Ida tafadhali ndio anakuja. Weka mkono mbili juu. Inua namna hiyo, inua baba. Inua baba ndio huyo anakuja, wanaendelea kutio. Prince Ida wanaendelea kutio. Wakifurahi baba. Boda Homabay County wako hapa. Boda Siaya County wako hapa. Boda Migori County wako hapa. Boda Kisumu County wako hapa. Boda Kisii County wako hapa. Wanaendelea pale.
Kisii! Ngoja nyinyi wewe
kompyuta inaitwaje kwa sababu ni yeye ajui. Weka mkono ya gavana namna hii, weka namna hii kwa sababu nataka nimwalike kutoka hapo atatupatia mwelekeo. Weka namna hii. Yaani muliko imo kirigaba no kwa bako ngamo mwanchete gati. Moirani izo maigure. Ogo chane leo ko irania. Ege ko nakaba nate. Mtambue, mtakubali nimtambue mama yangu, si ndio? Mama mzazi. Mama yuko hapa. Kuja tunaonekana muongee. Wale ndugu zangu, dada zangu, wale ambao mlizaliwa baadaye na before. Kuja. Haya. Huyu ndio mama mzazi. Mama Jane Arati. Diamond. Huyu ni ndugu yangu mkubwa anaitwa James Arati. Huyu kijana anafuata mimi mara ya pili anaitwa Abraham Choti. Huyu ndio mkubwa kabisa katika familia, dada yangu anaitwa Lucy. Yeye anatoka Bunjari, kwake ni huko. Huyu ni kutoka Bugetutu ya no kwa Kinongwai. Huyu ni dada yangu ananifuata, anaitwa Agnes Arati. Huyu kijana engineer ni ndugu yangu mdogo ananifuata. Unanifuata mara ngapi? Mara ya 4. Huyu ni dada yangu mdogo anafuata huyu ambaye ameenda. This is the youngest. Ndio mdogo, mwisho nayo mintomo. Okay. Thank you. Haya. Nikubalie kabla sijaleta baba, nimlete mke wangu awasalimie tu hivi. Ndio. DJ, siasalimie ninyi. Wanasikia wengine wanasema atuwarudishe yeye China. Mnataka arudi China? Hii serikali ya Kenya kwanza, sisi tuko. Wacha asalimie nyinyi dakika moja. Kuja. One, two. Abantu baminto babo basibyamole. Biamone nande. Kwa mboka Simba. Ulio Simba Arati. Mwane nomogoko. Nomogoko bole. Tuachere inga. Tuachere aiga inka kosanga nai.
Diamono Nyasaye pasisi. Najua kwamba hawa si Bobasu peke yao. Kuna Abagetutu, Abanyaribari, Abamachoge, Abanchari, Abagirango, Bachirega. Taribo. I want Baba nichukue nafasi hii nishukuru sana kwa sababu ya wewe kuja kusherehekea pamoja nami katika birthday yangu. Wewe Mheshimiwa Kalonzo ameruka kutoka kule Ukambani akafika hapa, akafuatana na dada yangu gavana wa Vinya wa Denti wa Machakos, yuko hapa, atasalimia nyinyi. Mama wa nguvu sana. Amefuatana na seneta wa Machakos Mheshimiwa Wambua Kitui. Wamefuatana na mtu ambaye tulikuwa tunaitana Mono kule bungeni, Mheshimiwa huyu Mule, atasalimia ninyi baadaye. Mheshimiwa, asante. Alikuwa ananiita Mono. Ndio. Ndugu yangu kutoka Busia, gavana wa Busia yuko pamoja na sisi hapa. Asante, karibu sana. Mheshimiwa Wandai, karibuni. Kuna wenzetu wametoka kule Washinigishu, Mzee Kemboi, karibuni sana. Najua hapa tuko na viongozi mapresident wa bodaboda wa Migori, Homa Bay, Kisumu na Siaya wako hapa, na Kisii. Vile vile tulikuwa na leaders of majority wa county 6 zote wako hapa. Nataka nishukuru, niseme kwamba nimeshukuru sana. Mimi leo hii ni siku yangu ya sherehe, na mimi nataka niulize nyinyi nyote, tukaribishe wageni watuongelesha ama vipi? Siku yako ya harusi unaongea kweli? Mimi nataka ninyamaze, na nataka niulize kwamba wale wenzetu wote wako kule nje ambao wako na nia nyingine yoyote, tunawakaribisha tuongee pamoja, tuijenge Kisii County na tuijenge nchi yetu. Kwa hivyo wale ndugu zetu wote, dada zetu, tunataka tuwakaribishe, tuongee, tupate mahali kuna shida, tupeleke Kisii County vile vile nchi yetu mbele. Kitu moja pekee yake, mimi kama gavana wenu, ndio mimi si mweupe kama pamba, mimi si malaika, lakini ufisadi, mimi nimeona ufisadi ukitembea uchi mbele yangu. I've seen corruption naked walking in front of me. I will not entertain wizi ule. Mimi kama nimechaguliwa kama kiongozi, kazi yangu ya kwanza ni kuhakikisha, kwa sababu wale wananipigia wengi ni maskini, na kazi yangu lazima niifanye kuhakikisha kwamba wananchi watukufu wa Kisii na nchi yetu wameona kanali ambao tulikuwa tumeimba kwa siku nyingi. Kwa hivyo mliwie radhi. Mtu yoyote anadhania kwamba mimi atanisulutisha nipate kuiba mali nimpe, nasema nimesema wale ambao ndugu zetu ambao walikuwa na pending bills katika akaunti yetu, mimi nitalipa ninyi wale ambao mlifanya kazi, lakini waliofanya kazi ndugu zangu, sizipeana pesa. Nataka niulize ndugu zetu wa Kenya Kwanza, ndio nyinyi mko mamlakani, tafadhali msitumie mamlaka vibaya, msitumie polisi vibaya. Hawa polisi ni ndugu zetu. Kisii imegeuka kuwa kama kule Hamas inapigana na Israeli. Wananchi wanauliwa kiolela kwa sababu wana uhusiano karibu na Simba. Vijana wawili wameuawa, kijana mmoja wa hapa Emenwa aliuawa, tulizika yeye juzi. Eti dhambi aliyofanya
ni kuvalia t-shirt ya Simba Arati. Mwingine akawawa hapa juzi town, askari wanajua anachinjwa kama ng'ombe eti kwa sababu yeye yuko karibu na Simba. Simba ametoa vijana Nairobi. Mimi sijatoa kijana Nairobi. Hawa vijana ni wenu, mnawajua. Naomba tafadhali mtupe muda tufanyie wananchi. Kama mnanitaka katika UDA, kama mnataka katika Kenya Kwanza, si mtongoze mimi. Baada ya kutongoza nitawaambia mimi ni vice chairman wa chama cha ODM. Period. Maisha ni ngumu, si hapa Kisii peke yake. Ukienda hata kule Rift Valley ambapo mahali rais anatoka, maisha ni ngumu. Shilingi iko 160 kwa dola. Ukienda Ukambani, maisha ngumu. Pwani, maisha ngumu. Mimi nataka niwaulize ndugu zangu, wewe Mheshimiwa William Ruto, shukisha taksi chini, hawa watu ndiposa wafanye biashara, wapate pesa waweke mfukoni. Mimi nataka niape leo, nitakuwa mwaminifu kwa chama changu cha ODM na wenzetu wa Azimio kwa kufa na kupona. Mko tayari? Hebu nione, mko tayari ndugu zangu, dada zangu? Asante. Wacha nichukue nafasi hii nimlete baba, niposa lete waheshimiwa wote, kuanzia Mheshimiwa Kalonzo, vile vile magavana waongee na wabunge wetu waongee. Kwa heshima kubwa, kwa nadhania mziki iwekwe ndiposa baba asimame. Haya, baba huyo akuje atusaidie. Weka mkono juu. DJ sana. Hello. Haya. Abaguzi Bemure naende. Kisii hoye. Kisii hoye. Asanteni sana. Tumeona kiwanja imefurika. Mmekuja kwa kukuja. Sawa. Tuliongea na Simba juzi. Ilikuwa tufike hapa jana. Ndio tulisema siku ya Jumatatu. Lakini Simba kaniambia hapana, kuja siku ya Jumatatu. Kwa siku ya Jumanne ndio siku yangu ya kuzaliwa. Birthday. Ndio tukua na hii hafla huko kwetu nyumbani. Ndio sababu tuliharisha. Manake leo ni siku yake ya kuzaliwa. Nataka kutoa shukrani sana kwa Simba kufanya haya ambayo amefanya. Leo ameleta mama yake na jamii yake yote ameleta hapa. Hata bibi yake. Na leo yeye amefiti umri wa miaka 42. Bado ni kijana chipukizi tu. Mdogo sana. Na kile ameleta jamii yake yote hapo mmewaona. Hata huyo bibi yake huyo bibi yake mimi najua sana. Hawa ni watu yangu. Tumekaa nao Nairobi ni kama jamii moja. Huyo mama hata na watoto yangu na mama Aida wanajuana vizuri sana. Sasa Simba Arati huyu ni kijana yangu ya kisiasa. Yeye unajua Simba. Mimi nimetoka na Simba akiwa yeye bado chipukizi kabisa. Mimi nikapeleka yeye kwa City Council kama councillor
amefanya kansula miaka 5, kazi mzuri sana. Akaja kuunga akaniambia, sasa mimi sirudi tena kansula, nataka kwenda bunge. Akasema wapi? Akasema Dagoretti North. Naambia basi jitayarishe, mimi nitakuunga mkono. Akaenda pale Dagoretti North, akasimama na wale wengine wote wengi sana, na wakaangusha, akachaguliwa kama mbunge wa Dagoretti North. Na vijana kule, akina mama, wazee wote walikuwa wanamuunga yeye mkono kwa sababu ya kazi yake. Sasa amefanya kule miaka 5, akarudi tena 5 tena kule Dagoretti North. Yeye alikuwa pale Nairobi, yeye ndiye anaunganisha vijana wetu wote Nairobi mzima. ODM youth ya Nairobi yote alikuwa anajua Simba Arati. Kwa mimi nikienda sasa, mimi kazi yangu ni kidogo sana. Kimba ndiye alikuwa anafanya kazi wa chini hapo, kazi ya mkono. Na akafanya kazi, chama ikawa na nguvu zaidi Nairobi. Baadaye akaniambia mimi, baba, mimi nataka sasa nirudi nyumbani. Nikamuuliza, unataka kwenda Bobasi? Hapana, sio Bobasi. Mimi narudi Kisii. Naenda sasa, ngoja inatoka, mimi nataka kuwa gavana. Nikamwambia, ukitaka sawa, kwenda ukajaribu. Wale wengine wakasema huyo kijana hawezi. Yule kijana bado domo yake inanuka maziwa ya mama yake. Nikamwambia, nyinyi hamjui Simba, wacha aende. Sasa tulikuja Kisii kwa mkutano hadhara huko ya kampeni, ilifanyika kule katika golf course pale. Vijana wakawa wengi zaidi. Sasa wale wengine kujaribu kwenda kuongea pale, wanapiga mkono namna hii. ya. Baada ya mkutano wakaja kwa ofisi yangu Nairobi. Kaniambia mimi ati yule kijana hana heshima. Yeye alifanya ile mpango ya sisi kupigiwa kelele, lakini hawana watu. Wale vijana ambao yanabeba wale bodaboda hawana kura. Wakisii hawezi kumpigia kura huyo kijana. Mkiwacha huyo kijana, oda atachukua kiti ya Kisii. Nikasema wacha wananchi waamue. Siwache wananchi waamue. Siwaende kwa debe. Alafu Simba kawafanya nini? Siku wanarua. Wanalia sasa Simba. Sio. Hii Simba Arati ni mtu mwaminifu na anajua kufanya kazi. Mimi najua Simba ataweza kufanya kazi mzuri hapo kwa watu wa Kisii. Kwa hivyo wale ambao wanaanza kuyumba ni wale ambao wanajulikana. Anataka kwenda pande ile, asinaona pande ile ndio iko na nyama kubwa pande ile. Ni kama ile umbwa alikuwa anabeba nyama kinywani chake, anapita kwa daraja, kiangalia ule chini mtu anaona kivuli chake, nafikiri ile umbwa imebeba nyama kubwa kushinda ile ambayo yako nayo. Akawacha hii atana kule kungangania ile nyingine, akajikuta kule majini na mamba yuko kule chini. Hao watu, hata mimi nasema msisumbuke na hao watu. Muangalie mbele. Mimi najua na hakika Simba ataweza kufanya kazi nzuri hapa Kisii. Muunga yeye mkono na kazi itakuwa sawa sawa. Sisi tunamuunga yeye mkono kama ODM kule juu. Na tunataka kuona kama hapa Kisii kuna amani, ndio kazi inaweza kufanyika vizuri. Sasa wale watu kazi yao ni kujaribu tu kununua wafuasi wetu. Kuwabeba pande hii wanapeleka Ikulu. Hata wanakwenda kutafuta nini? Maendeleo. Hakuna maendeleo katika Ikulu. Siku hizi bajeti inafanywa katika bunge. Hakuna maendeleo, mtu anakwenda kutafuta kule Ikulu. Anaenda kule tu kutafuta tumbo yake.
tuweke peke yake. Sasa sisi tumesema tunataka tuunganishe watu wote wawe kama kitu kimoja. Tuko na azimio. Nimeona Kalonzo Musyoka amekuja hapa na wanaazimio ambao wametoka naye kule Ukambani. Wako kwa Wiper, lakini Wiper na ODM na Jubilee wako ndani ya azimio. Sisi pande hii tunaimarisha chama chetu cha ODM. Ili ODM iwe na nguvu zaidi. Kama ODM yuko na nguvu, na Wiper yuko na nguvu, na Jubilee yuko na nguvu, ndio azimio yuko na nguvu sawa sawa. Sasa nataka vijana waingie ndani ya chama. Chama ndio nguzo yetu. Tukienda kwenye harakati ya ukombozi, sanaa yetu, yani mkuki, mshale na ngao ni chama. Na chama kama yuko na nguvu, ndio tunaweza kushika utawala, hatamu ya utawala katika taifa letu. Chama ni kama mto, ndio ambao wengine. Ile mtu unajua inatoka mlimani. Maji yanatoka mlimani, maji mengine yanaingia baharini. Sasa inakuwa kama nyoka ambayo inatoka kule. Kichwa imeingia kule baharini na nyingine inatoka huku kwa mlima. Sasa hapo chini ndio utakuta hapa kuna vijana. Vijana kama wako ndani ya chama na wana uwezo, wana nguvu, ndio chama inakuwa na nguvu zaidi. The youth are the vanguard of the party. Sawa? Hapo mbeleni hapo unakuta kina mama. The Women League of the chama vile iwe na nguvu. Na upande mwingine unakuta veterans wale wanapigana vile mpaka wawe ndani ya chama. Kuna wale wasomi ambao tunaitwa think tank ya chama vile mpaka wawe huko ndani. Alafu kuna wale wazee, the elders, wako pale. Ile maji ambayo yanaingia kwenye bahari sasa, wazee wanakuwa pale. Lakini tunataka vijana waingie kabisa. Ndio sababu tunasema tunataka serikali ipeane vitambulisho kwa bure kwa vijana wetu. Tunajua kuna vijana wengi ambao wamehitimu umri sasa ya kupiga kura na hawana vitambulisho. Ama kweli urongo? Kweli urongo? Sasa Ruto anaweka ati mpaka utoe pesa shilingi ngapi ndio upewe kitambulisho. Kitambulisho ni haki yako ya kuzaliwa. Maana hiyo ndio inathibitisha hata wewe ni Mkenya. Nataka kitambulisho ipeane bure, sio? Sasa wao Ruto wameshindwa na kazi. Uliona waliiba ushindi wetu mwaka jana. Waliiba ushindi yetu. Waliiba. Lakini waliiba nimekoma kwa koo. Nimekataa kuteremka hapa chini. Inawanyonga. Aijengia huko chini hata kidogo. Sasa wanaangalia tukio mahali walikuwa na walianza kulaumu Uhuru. Hata Uhuru wamewacha hazina ambayo haina chochote. Nyungu ilikuwa ni tupu, hakuna hata mkoko. Ilikuwa ni mwaka jana. Alisema nyungu ni tupu. Sasa ni mwaka moja bado analaumu Uhuru. Mbona wewe hujapika watu hiyo ugali yako mwaka mzima? Ulikuwa unafanya nini? Si kazi mshinda yeye. Sasa anazidi tu kutoa weka ushuru hapa. Hiyo ushuru haitafanya kazi yoyote. Hata ukiongeza ushuru ngapi, bado maana yake wale ambao hako nayo ni wezi wote. Pesa itakwenda tu kwa mfuko ya watu binafsi. Hakuna chochote. Sasa wanataka kuanza kuuza mashirika ya serikali. Juzi niliongea juu ya mambo ya mafuta. Niliongea mafuta. Nilisikia mambo ya njeri. Nilisikia ati mafuta wametoa kule Arabuni na wameweka makampuni yao naleta hapa na bei inaenda juu zaidi. Sasa wametangaza wanataka kuuza mashirika ya serikali. Moja yao ni ile shirika ya kusafirisha mafuta, Kenya Pipeline Corporation, nataka kuuza.
na National Oil Corporation. Kenya Pipeline Corporation ikienda kwa mkono ya watu binafsi, bei mafuta taenda hata mara 100 hapo. KPC is a strategic investment that should not be sold under any circumstances. Lakini wao wanataka kuuza sasa. Mimi nitaongea juu ya hiyo hivi karibuni. Lakini kwa sasa leo mimi nataka niambie nyinyi ati mjitayarishe. Tunaona mambo hapa itakuwa vile tulikuwa nataka. Tena mimi nataka sasa nishukue nafasi hii nitoe shukrani kwenu nyinyi wa Kisii. Tuliposema mjitokeze. Ati wanafanya nyoko. Mtoka kwa wengi sana. Mtoka kwa wengi. Na tukisema hata sasa mrudie mko tayari? Si mko tayari? Ndio mko tayari, nione mkono hapa. Sasa wakati huu tunajitayarisha na wakati itakuja. Wakati itakuja ambapo sisi tutasema wakati huu walikuwa wanaongea. Wameongea sasa, sisi kesho tutakuwa na kikao, tutasoma ile ripoti, alafu tutatoa taarifa kamili. Kama ni mbaya ni nini? Sawa. Tutaangalia vile itakuwa. Alafu tutaarifu nyinyi, hii ni sawa, hii ni mbaya, hii ni mbaya. Sawa. Tunataka nyinyi msubiri, mtapata habari kamili. Sasa nikisema sawa, tutaangalia. Lakini sasa kwa sababu tuko na wageni wengi hapa, nataka waongee na nyinyi. Sasa kwa mimi nataka nikisema ODM nasema tuko ODM. Kwa hivyo niite Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Atakuja huko kambani msikie maneno. Basi ndugu yangu Raila Amolo Odinga, kiongozi wa chama cha ODM, na kijana yetu gavana wa Kisii, kijana shupavu ambaye uoga kwa akili, kwa DNA yake hakuna, Simba Arati, gavana wa Kisii. Magavana ambao tuko nao hapa, tuache mambo ya itifaki. Watu wetu wa Bagosi, Mbiamori, korera zangu Mbiamori. Leo sikubeba wasichana kwa sababu wenyewe wana tabia, mkiona mimi na msichana mnachukua. Sasa tutaleta vijana huku baadaye, ndio na wao wafanye kubalance mambo haya. Mimi yangu ni mafupi sana. Kwanza ni kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwapatia watu wa Kisii na Kenya hii utulivu, na vile vile kupongeza gavana Simba Arati kwa kuchaguliwa kwa kishindo. Uchaguzi wa gavana Simba Arati ulisikika Kenya nzima. Yaani kama mko na shujaa Kenya hii ni Simba Arati. Wangapi bado wanamuunga gavana yao mkono?
Sasa yani mimi nasema yale yako kwa roho yangu. Huyu gavana hapana mchezo. Na ndio sasa watu wa Kenya kwisha hawa wanaanza kumuingilia. Mimi ni wakili na senior counsel. Nilistaajabu hata sasa na ngojea nipatiwe, nimpigia gavana Simba Arati na akakosa kunieleza. Niliona mimi kwa runinga GSU kwa ofisi ya gavana. GSU yani anabeba mabunduki. Hata kama gavana amefanya makosa, uleti ma GSU kwa ofisi yake. Unakuja na arresting officers unamwambia you are arresting you. Hiyo ni blatant harassment. Blatant harassment. Mambo haya tumeyazungumzia kwa kikao hiki ambacho tumekamilisha National Dialogue Committee. Ndugu wangu Raila ulifanya vizuri ukasema ongoza mambo haya na kesho tutatoa hiyo report. Lakini kabla ya kutoa hiyo report yetu, hapa ni na seneta wa Nyamira ambaye alikuwa mwanakamati wa National Dialogue Committee, Senator Okongo, wakili mashuhuri huyu. Watu wa Nyamira mlifanya vizuri vile vile. Alafu tuko pia na Opio Wandai ambaye ni minority leader kwa National Assembly. Lakini sema kweli minority yenu iliibiwa. Yani tunawashinda, tungekuwa sisi ndio majority. Lakini wanajiita majority. Mambo haya katika ripoti yetu. Na hiyo msichana wenu siwezi kuongea hiyo hapa. Wacha niwaambieni ukweli. Ngoja niwaambie ukweli. Ngoja kwanza nitoe mambo yetu alafu tuongee hayo. Yale yenye umuhimu mkubwa. Hiyo yenu hapa mtasuluhisha. Lakini yale makubwa ya Kenya ndio hiyo. Sasa integrity of political parties. ODM is the leading party kwa Azimio coalition. ODM ikiwa na nguvu, sisi wana Wiper tuko na nguvu. Si ndio namna hiyo? Jubilee vile vile wako na nguvu. Maneno yao tumezungumza, tumepata suluhu. Na hata wao wa Kenya kwanza wana shida zao. Kwa hivyo lazima kuwe na uadilifu, integrity, usawa. Kwamba kama Simba Arati amechaguliwa na ODM, huwezi kuja hapa sasa kuleta kuandama, kuleta hivi, kufanya hivi. Na hata Simba Arati mwenyewe tumesema kama utaharibu uhusiano wako na chama chako, uwe tayari kurudi kwa wananchi, uchaguliwe na chama hicho ambacho wewe mwenyewe unataka. That there must be strict, even ndivyo tutajenga demokrasia yetu. Hiyo tumekubaliana kabisa. Na ile tabia ya kudhulumu Jubilee tulizungumzia kwa kirefu. Nimeona kijana my co-chair Kimani Chungwa, yeye ameingiliwa na kasumba ya Uhuru Kenyatta. Kila akiamka ni Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta anakuja kwa kanisa mwingi. Wote wakaamka. Nikajaribu kuelewa what is the problem. Kumbe shida ni kwamba Mount Kenya inafuata Uhuru Kenyatta. Wao wanaogopa tu wakisikia Uhuru Kenyatta wanaona dunia imekwisha. Uhuru Kenyatta ni coalition leader wa Azimio coalition, ako na haki zake za kikatiba. Huwezi kwa sababu alikuwa former president kusema hawezi kuwa na haki ya kupiga kura or to belong to a political party organization. Hayo pia tumeyazungumzia kwa kirefu, mengine machungu tukayatatua. Nataka wananchi wa Kenya wajue kwamba mambo ikiwa ni mambo ya kuzungumza dialogue, kwanza lazima iendelee, lazima wananchi waongee badala ya kuuana tukasema tuongee. Lakini nimeshtuka sana hapa kwamba ukiwa branded, ukionekana na t-shirt ya Simba Arati unauawa kinyama. Hiyo haiwezekani. Hiyo sio Kenya ambayo tunataka. Na mimi nataka korera zangu nyinyi mjue niko pamoja nanyi.
haiwezekani kabisa Simba Arati adhulumiwe. Na mimi nitarudi wakati wa campaign kwa Simba Arati. Huyu at 42 ataenda mbali. Wangapi wanajua Simba Arati ataenda mbali sana? So the only thing Simba I can advise you, hata ukivinywa namna gani, dialogue is the best way. Wakati mwingine haifai kuanika mambo. Najua kuna mengine machungu, lakini hayo ndio ambayo mimi I will lead you along and you get everybody on board. Mtu akikubali Simba ni gavana, chukua yeye. Tunaelewana? Kama mtu amepotea, naona you have to be the leader. Ama wapigwe ama wanyoroshwe. No, you are a leader. And I want to therefore to suggest those ideals za kidemokrasia, develop them and deepen them. Sasa hivi tulikuwa sisi wana Azimio One Kenya Alliance. Katika mazungumzo haya, report tutakuletea wa party leader. Ushuru wengi walikuwa nasema Zakayo ya shuki. Zakayo ya shuki. Asiposhuka watakata mti. Mnaona hiyo? And we even had a report from Chairman of Public Service Commission, Balozi Muchiri na wenzake, kusema hali ya maisha Kenya hii ni ngumu zaidi. Watu wanafanya suicide, mtu anaangalia payslip ikiwa ni askari, wale askari ambao tulikuwa tunawatetea. Lakini sasa maandamano ikiitwa, askari watakuwa mstari wa mbele, vile ambavyo tumeona. Badala kutupa gesi, watatupia hao wengine tear gas. Sasa munisikilize, watu wana commit suicide, wanajua kwa sababu wanaangalia payslip inakuwa negative. Hawana namna ya kufanya lolote. Tumezungumza juu ya swala hilo. Tukaambia watu wa Kenya, wamezungumza, makanisa wamezungumza, hasa Catholic Bishop wakatoa msimamo mkali juu ya gharama ya maisha. Wengine wakatoa msimamo mkali juu ya maisha. Federation of Kenya Employers, makampuni zaidi ya 6,000 sasa wanahama Nairobi kuelekea Tanzania na kwingineko. Vijana hawana kazi. Nchi gani inaweza wakati wa shida kama sasa kupandisha ushuru? Wengine wanaleta economic stimulus, sio kufanyia wananchi madharau na dhuluma ya kuongeza ushuru. Tukajaribu kuwaeleza, hawakusikia. Leo hii nashukuru Mahakama Kuu, the next court in line, our appeal court judges, wamekubaliana na msimamo wa Azimio la Umoja wa Kenya, wakatupilia mbali ushuru wa inaitwa in housing tax. Hatunatoa, kama mjui hiyo imetolewa tukiwa hapa. Simba ulifanya vizuri kutuita, tukasikia uamuzi wa Mahakama Kuu, not the Supreme Court, the Court of Appeal, 3 judges. Wakasema hii koti hii, ushuru wa nyumba ni unconstitutional. Kwa hivyo hapo wameanguka flat. Tuwapigie makofi majaji yetu. Kwa hivyo ni mshindi mkubwa, ni ushindi mkubwa wa Azimio la Umoja wa Kenya. Na ile mengine nasema unless wateremshe fuel tax kutoka 16% mpaka 8%, sisi tumeweka wazi hatukubaliani na hawa. Kwa hivyo kazi tumefanya, na yale mengine hakuna ambaye hajui. Sasa we need an IEBC, Independent Electoral Boundaries Commission, yenye itapata, ambaye itakuwa na mamlaka sawa kutokana na mambo yote. Tusipoelewana, Raila na Ruto lazima waketi. Umenisikia hapo? Ya lazima mambo haya tutazungumza, mjue kwamba tuko ngangari na tuwezi kuangusha nia na uzalendo wa wananchi wa Kenya. Kwa hivyo mengine hayo tutazungumza tukienda mbele, lakini nashangilia mimi binafsi umaarufu wa Simba Arati ambaye ametuita kuja hapa. Na mimi naona Simba, don't worry, don't give them a penny kwa watu ambao ni wafisadi. Chunga mali ya watu wa Kisii, na wao ukichunga mali wa Kisii ujue na Wakisii wako kila mahali. Wakisii wako huko Rift Valley, Wakisii wako Nakuru,
Wakisii wameingia, hata gavana Wavinya atawaambia some of our officers in Machakos County ni Wakisii. Kwa hivyo Wakisii ni jamii ambayo tunajivunia. Na nyinyi mkae ngangari, mulishindwa tu na Machakos wakati wa maandamano. Hamukushindwa. Mimi nawapigia makofi kwa sababu tuliona vile mlifanya maandamano. Haki yenu ya kikatiba. Haki yenu ya kikatiba. Sheria 37 inasema uko na haki. Mwananchi wa Kenya uko na haki kufanya maandamano, kufanya picketing, bora tu usiwe na beba silaha. Lakini kama ni mdomo, maandamano ya mdomo, maandamano ya kupiga kelele, unaruhusiwa. Na nyinyi wa Kisii mlikuwa nambari 1, mlishinda hata watu wa Kisumu. Namna hiyo. Kwa hivyo basi mimi nashukuru. I think watu ko umduiko watuoma gavana wa Busia Mheshimiwa Otuona ataonyesha mwenzake wa Machakos, alafu tuko hapa na vijana. Unajua kwenu Kisii inanyesha tu, lakini nimekula cake. Hata si kama sitakula lunch, nimekula cake. Gavana Otuona, Gladys Wanga amefika. Gladys Wanga, well done. Ngangari kabisa, gavana mwingine mama shupavu. Karibu Mheshimiwa Otuona. Thank you. Asante sana Kisii. Najua baba amesema ukisema ODM mko ngangari. Asanteni sana. Nione salamu za Simba Arati. Simba Arati. Salamu za baba. Asanteni sana. Mimi pia nimekuja hapa kutoka kule Busia. Ndugu yangu Arati aliniita akasema ako na shukrani na pia ako na birthday. Arati sikuwa najua tunajua birthday. Nilikuwa nafikiria tunajua siku ya kuzaliwa. Kumbe ndio birthday. Sasa ndio tumetoka kule Busia na ndugu zangu ambayo mumeona hapa, my chief whip na MCS. Mimi nataka tu kuwapigia asante sana kwa kuchagua ndugu yetu Simba Arati. Arati amekuwa na msimamo kutoka kule Nairobi, vile baba amesema, akiwa kansala, akiwa mjumbe, na hapa hata mimi sikuwa naamini ati atapita hii ya gavana. Lakini wakati nilikuwa nimetembea kule Marekani, nikaenda mji mmoja unaitwa kule Minnesota, Minneapolis, ndio nikapatana na Wakisii wengi kule, na walikuwa wananiambia mambo ya Simba Arati. Nikapigia Simba Arati nikamwambia wewe uko na sifa paka Amerika. Hiyo ni makofi kwa Arati. Sasa iliyoko sisi tafadhali. Nimesikia mambo kidogo kidogo, lakini najua Simba ataweza hiyo. Tunataka kuambia wale watu, kama wewe ni seneta, mjumbe, muachie kila mtu afanye kazi yake. Sasa Arati ndio gavana. Awachiwe afanye kazi yake. Kazi ya ndugu yetu na seneta Wambua huko hapa. Oversight is not an individual. Oversight is the institution of the Senate. So watu wasisumbue sana Arati na maneno kidogo kidogo, kwa sababu iko committees za Senate, iko Senate Oversight, hiyo sio shida. Lakini hii mambo ya kuchokora governors that to an extent hatuwezi kufanya kazi, hiyo tuishindwe. Mnasema ishindwe? Kwa hivyo ndugu yangu Onyonka nikipatana na yeye nimwambie aje. Nimwambie namna gani? Sawa, awache Arati afanye kazi yake. Akitaka angoja atakorogwa hapo 2027. Arati amkanyage afikiria amepigwa na trailer. Sio, itakuwa sawa. Otherwise waache Simba afanye kazi. Hiyo ndio sisi tunaweza kusema. Ya pili, nataka kuambia wanachungwa wa ODM. Arati sasa ni vice chairman wa chama. Na tunataka kuanza kuimarisha chama vile baba amesema. The party, the coalition will be as strong the parties zile ziko kwa hiyo coalition ziko na nguvu. So sisi wote tumejitolea kuhakikisha kwamba chama cha ODM kinaimarika. Na vile mmeambiwa hapa na ndugu yangu Wandai, Busia iko mbele yenu. Na Wakisii nyinyi wengi kuliko watu wa Busia. Mtapita Busia? Mtapita Busia? Wangapi hapo tajiandikisha kwa ODM mpaka mshinde Busia?
Asanteni sana, sina mengi kwa sababu ya muda. Wacha nichukue nafasi hii nimwalike Gladys Wanga, alafu yeye atamkaribisha Wavinya Ndeti. Karibu dada yangu Gladys. Asante sana Kisii hoye! Mmekaribisha baba hapa Kisii, nione kwa mkono. Asante sana. Mimi nimealikwa hapa na ndugu yangu Simba Arati. Amesema ya kwamba leo alikuwa anafanya Thanksgiving. Na pia akasema baba naye anakuja, nikasema mimi lazima pia nisindikishe baba, tukuje pamoja Kisii na tumshukuru Mungu kwa sababu ya Simba. Simba tumefanya kazi na yeye pamoja kule bungeni. Tumeanza na yeye kule 2013 tukafika mpaka 2022. Na kule Nairobi nikwambie, wakati wowote kulikuwa na maandamano na mambo yoyote, unakumbuka Simba huyu siku moja amepatana na mtu anaitwa Titimasi. Unajua Titimasi? Titimasi alitafuta kofia kila mahali, mpaka siku moja Simba akamletea kofia, akamwambia hii ndio kofia yako, sasa chukua hii kofia. Huyu ni mwanaume kweli kweli. Na pia vile amekuwa gavana hapa Kisii, ameamua lazima afanyie watu wa Kisii kazi kikamilifu, na pia kazi bila ufisadi. Na saa zingine ukitaka kufanya kazi bila ufisadi, unapata unaweza gongwa huku na kule. Lakini Simba ameamua kazi lazima afanyie watu wa Kisii. Na mimi naona ya kwamba Simba atakaa katika hii kiti ya gavana wa Kisii mpaka 2032. Sasa ukifika 2032, watu wengine wanaweza ingia katika nini? Katika uwanja. Na kama mtu haamini, tukutane hapa tena 2028. Watapata kwamba hapa Nyamache Simba bado watakuwa wamekaa kama nini? Kama governor. Na sisi vile tumekuja sisi kama magavana wa hapa wa ODM, tumeamua ya kwamba tunataka pamoja na baba na viongozi wote tupandishe wanachama ndani ya ODM. Kwa hivyo Simba, mimi kama Homa Bay nilikupita kitambo, na nataka kushukuru sana baba kwa sababu vile nafasi ilitokea kwa vice chairman ya party, yule ambaye aliwekwa kama vice chairman ni nani? Ni Simba. Simba, sasa wewe kama vice chairman huwezi kaa nyuma ya watu wa kawaida kama Awanga na Otuoma. Lazima wewe ukuwe number 1 katika Kenya kwa members wa ODM. Wangapi wanakubali Kisii lazima ikuwe number 1 kwa wanachama wa ODM? Na mwisho, na vile imesemwa hapa na Mheshimiwa Kalonzo na pia baba, gharama ya maisha imetushinda sisi kama Wakenya. Ukiangalia, nimeona watu wa bodaboda hapa leo, ukienda kuweka fuel katika pikipiki yako, bei iko wapi? Juu. Unga iko wapi? Mandazi iko wapi? Kila kitu iko wapi? Tumechoka. Na tumeshukuru sana kwa sababu koti imesema hii mambo ya housing levy iwekwe kando kidogo, ndio watu waendelee bila hii burden ya housing levy. Unajua hii housing levy, hata sisi kama county governments, ukiwa na staff umeambiwa lazima uweke pesa pale kando ya housing levy, na haukuwa nayo ndani ya budget. Sasa sisi wote tumeshukuru koti kwa sababu wamesema housing levy iwekwe wapi? Kando. Nyinyi mmeshukuru kwa hiyo? Asanteni sana, na sisi tumefurahia kuja na tumefurahia Simba. Asanteni sana. Nataka sasa nimwalike dada yangu Simba Jike, gavana kutoka kule Masaa Kuu, anaitwa Wavinya Ndeti. Wapi hiyo mziki ya Wavinya Ndeti? Karibu. Iwe mana kana ni pesa ndo nazia pewa kila mundu akitumia. Thank you.
Baba Raila Amolo Odinga, Mheshimiwa wetu pia party leader wetu Kalonzo Musyoka, Simba mwenyewe, Simba Arati, magavana wenzangu, maseneta, members of parliament, the county assemblies, wale watu wamekuja hapa. Mimi nashukuru sana kwa Kisii hapa leo. Leo ni siku ya rafiki yetu ya birthday yake na Thanksgiving. Na tulikuwa tumealikwa pia na party leader wetu Mheshimiwa Kalonzo Musyoka tukuje hapa Kisii. Simba Arati, unajua mimi na wewe ni neighbor. Ulitoka Nairobi, mimi ni Machakos. Sisi ni watu wa town. Na tukiwa watu wa town tunajua shida zetu za nyumbani. Tunaelewana? Na ndio Simba Arati alitoka Nairobi, akarudi wapi? Ndio akuja kusaidia watu wao. Simba Arati sio wale vijana wa kukaa huko town tu. Yeye ako sawa, maisha yake iko sawa na hataki kufikiria maneno ya watu wake. Mimi nataka kukushukuru sana ndugu yangu. I want to thank you so much for coming back home to work for your people. Na ninajua, you know, watu wanakuangalia tu, wanaona kijana. This man here, he's smart here. Tunaelewana? Ako smart wapi? Huyu alikuwa anazungusha Nairobi na nyamaza ndi. Tunaelewana? Hapa Kisii mko na kitu ya maana. Na ndio mnaona hapa anasumbuliwa. Ule mti uko na matunda ndio unatupiwa nini? Mawe. Kwa hivyo kijana wenu Simba Arati ako na nini? Ako na matunda, na nakwambia Simba kaa kama Simba. Tunaelewana? Do your work, be focused. And I know by the grace of God, you will do well for your people of Kisii. Kelele mingi haipeleki mtu wa nini mahali. Na vile pia party leader amesema, call these people, talk to them. Lakini mtu akija mahali huko, asikuja kukuambia ufanye ufisadi. Sasa utafungwa peke yako. Hawatakuwa hapo. Tunaelewana? Kwani ni kipi kikubwa? Senator anafanyia nani? Senator anafanyia nani? Women rep anafanyia nani? President wa county ni nani? Si ni governor? Kwa nini hao watu wasifanye kazi pamoja vizuri na wawapatie amani? Mimi kama mama ninawaomba tu warudiane pamoja, wafanye kazi pamoja, ndio Kisii iweze kufanya nini? Kusonga mbele. Na najua katika nguvu za Mwenyezi Mungu itakuwa sawa. Mheshimiwa Raila na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, mnajua sisi tunawaheshimu sana. Hawa wako hapa. Hawa sio watu wa kuchezea. And these are people who are respected in this country. No matter what, even if you try to rubbish someone, even if you try to talk bad about someone, just know Raila Amolo Odinga will always be Raila Amolo. Tunaelewana? Sisi tulikuwa tunaona Kenya ikienda vibaya tukiwa wadogo. Wale walitukombolea Kenya ni kina nani? Si ndio walitukombolea Kenya? As Kenyans, let us learn to always appreciate what our elders have done for us. Kama sio wao, hata pengine sisi kama kina mama hatungekuwa hapa, hatungekuwa magavana nikiwa na Mheshimiwa Wanga hapa, si ndio? Kwa hivyo mimi nawaambia mahali mmeshikilia Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Baba Raila, shikilieni. Don't give up on Kenya. Don't give up on Kenya. Because Kenya bado tunasonga kama Kenya. Nikimalizia, huku kwenyu nyinyi mko na njaa? Mko na njaa? Ama nyinyi mko sawa?
Mko sawa nyinyi? Wacha niwaambie, vile mnalia huku ndio tunalia wapi? Tunalia huko. Bei ya kila kitu imeenda wapi? Juu. Sasa hii mtu ako na payslip kidogo, alafu anakatwa pesa ya housing. Mtu anabaki bila nini? Pesa. Anaona sasa aende afanye nini? Ajiue. Lakini nawaambia hakuna haja ya kujiua. Shida ni ya muda. Tunaelewana? Shida ni ya muda. Na najua katika nguvu za Mwenyezi Mungu hizi shida tuko nazo zitatatuliwa. Baba na Mheshimiwa Kalonzo walianza zile talks na najua zitafika mahali. Na yeye Mungu ametupenda kama huko kwetu tumepata mvua. Kwa hivyo Wakenya tushikane, wa Kisii tushikane, tukue kitu kimoja, tukae ndani ya azimio. Hapana kuregarega, si kuweka mguu mmoja hapa na mguu wapi ingine. Simuona mimi na wanga sisi ni wanawake wa maana. Tunaambia nao wanaume wakuwa wanaume wa nini? Na wakuwe na msimamo. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Mo wake romongo echingi kovichingi ya Mheshimiwa Gavana wa Machakos, asante sana. Nafasi hii naambiwa wewe ni msichana. Hao watu wewe ni mama. Vile Mheshimiwa Kalonzo amesema, ninyi mkiona Mkamba tu lazima abaki Kisii. Haya, wacha nichukue nafasi hii kwa sababu ya wakati, nimwite Mheshimiwa Wandai ulete maseneta na wabunge. Na twende haraka kidogo tafadhali. Karibu. Haya, mjambo wananchi wa Kisii. Mimi sina mambo mengi. La kwanza kabisa nataka nithibitishe ya kwamba huyu Simba Arati huyu, mimi nilikuwa na yeye kule bungeni tangu mwaka 2013 hadi mwaka 2022. Na ni mtu ambaye ukienda na yeye vitani hakuna wakati atakuacha barabarani. Kwa hiyo ninyi wa Kisii mko na bahati. Mshike yeye mkono na mtunze. Sina maana hiyo. La pili, wacha nithibitishe ya kwamba hapa Kisii pia mko na wabunge shupavu wa chama cha ODM. Mheshimiwa Obadia Barongo wa Bomachoge Borabu. Na vile vile Mheshimiwa Anthony Kibageni wa Kitutu Chache South. Hawa ni ndume kamili. Wakinguruma kule bungeni dunia nzima inasikia. La tatu, baba nataka nishukuru wewe kwa kuchagua Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kuongoza sisi katika yale mazungumzo. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ameonyesha umaarufu wake wa kidiplomasia. Na kwa hakika ingawa kesho tunazindua hiyo ripoti ya Dialogue Committee, mimi nina hakika ya kwamba hiyo ripoti iko na mambo mazuri kwetu kama Azimio. Na la mwisho, nataka niwaombe wananchi wa Kisii mjitokeze kwa wengi, muingie ndani ya chama cha ODM. Kwa sababu chama cha ODM ndio chama tawala hapa Kisii. Namna hiyo. Wacha nishukuru hawa vijana wa MDD, Movement for the Defense of Democracy. Wale walikuwa wanapanga maandamano kama hamkujua. Wako hapa mbeleni. Mheshimiwa, huyo ni John Mukoya, huyo wa katikati. Huyo Maka Jos, wapi tabi? Na kwa wengi sana hata hapo wa Kisii. Wacha niwashukuru kwa sababu wakati baba aliwaambia mtoke hapa Kisii, mmetoka kwa wengi sana. Nataka nishukuru huyu mwenyekiti wa chama kaunti ya Kisii, Mheshimiwa wakili Kerosi Ondieki. Wakati bwana Simba Arati alikuwa kule nje ng'ambo, yeye ndiye aliongoza mambo ya maandamano na ikafaulu zaidi hapa Kisii. Asanteni sana. Wacha nialike wajumbe wote waje mbele. Lakini taanza kwanza na Senator wa Nyamira, Okongo Mugeni. Aje mbele awasalimie. Alafu turudi kule Kitui, Machakos, alafu turudi tena Kisii. Asante. Ndo wami ntumbia mole. Kwangu waningu. Haya.
Sasa mimi sitazungumza mengi kwa sababu nimezungumza kule National Dialogue mpaka sauti imepotea. Lakini kwa sababu leo tumekuja kwa sherehe ya ndugu yetu, rafiki wetu Simba Arati, mimi nikiwa ni mmoja wenu wa jamii ya Omogusi, nimeketi hapa na nimesikiza MCS wakizungumza kwamba kuna watu wako na vitina ya kuleta kwa huyu kijana gavana wetu. Sisi jamii ya Omogusi, watu wengi tumesimama katika muungano wa Azimio, tukikuwa katika chama ya ODM, chama ya Wiper na vyama vingine. Na huyu Simba Arati, yeye ndio vice chairman wa chama ya ODM. Mimi nataka kuomba mkemee mara moja ile pepo mbaya ambayo inataka kuleta vitina kwa gavana Simba Arati. Tunakubali hiyo? Huyo shetani afanye nini? Na sisi tunamuomba Mheshimiwa William Ruto, sisi tunataka atatue shida ambayo inafezi wananchi wetu. Isikuwe kwamba akilala ni kufikiria Simba Arati, akiamka asubuhi Simba Arati, akienda kukula lunch Simba Arati. Au achane na Simba Arati, yeye arudishe ushuru chini, apunguze maisha ambayo imekuwa ngumu zaidi. Na baba, mimi nakuomba kesho tukikutana, tukiangalia hii maneno ya ripoti, kama leo mahakama imeamua kwamba ile ushuru ambayo ilikuwa inatozwa kwa wananchi ya housing ni unconstitutional, tunaomba Mheshimiwa William Ruto akubali ile mahakama imesema, na hiyo kodi itupiliwe mbali. Namkaribisha huyu seneta Wambua. Huyu ni rafiki wangu wa roho, ametembea na sisi kule Nyamira, amekuwa na sisi huko akitusaidia maendeleo, na leo tunamkaribisha katika kaunti yetu ya Nyamira ya Kisii. Tunamkaribisha seneta. Vijana musilale, bado mapambano, bado mapambano. Vijana musilale, vijana musilale, bado mapambano, bado mapambano. Kisii, watu wa Kisii hawa. Hawa ni wa Kisii hawa. Hakuna wengine Simba Arati ametoa Nairobi. Hii ni Kisii. Jipigieni makofi kwanza. Mimi nataka nitoe shukrani kwa Gavana Simba Arati ndugu yetu kwa kuandaa hafla nzuri kama hii. Ya kwanza ni kujiandikisha na kujisajili katika chama cha ODM. Kama vile viongozi wetu wametangulia kusema, ODM ikiwa strong, Azimio inakuwa strong. Wiper ikiwa strong, Azimio inakuwa strong. Kwa hivyo sisi wana Azimio, wana ODM, wana Wiper, tukae imara katika muungano wa Azimio. Ya pili, nimekuja hapa nikasikia maneno bwana Simba Arati, kiongozi wetu ambaye tunamheshimu sana na tunakupenda. Unajua sasa wewe vile uko hapa, wewe ni baba ya hawa watu wote. Wale wazuri ni vijana wako, wale wabaya pia ni vijana wako. Wote chukua kama baba, rudisha pamoja kwa nyumba, uongeleshe hawa, tutembee pamoja. Na maneno yakizilikana, kuna viongozi wetu hapa. Ita kiongozi Kalonzo Musyoka, kiongozi Raila, wale viongozi ambao wanaenda kado kidogo wanarudishwa. Wakikataa, sisi msimamo wetu wa Azimio ni moja tu.
kama wewe umechaguliwa kwa Azimio na umeleta nyef, basi wewe toka Azimio, enda huko UDA, tufanye uchanguzi, tuchague watu ambao watatembea na sisi. Hawa mnasema namna gani? Mnasema hivyo? Ya mwisho, mimi nimeleta salamu kutoka Kitui, Ukambani. Mimi ni senator wa kaunti ya Kitui. Na Wakamba kule wamesema ukifika Kisii, enda salimia watu wa Kisii. Umepata salamu zao? Umepokea? Lakini patili wangu wamesema kitu moja, nataka niweke mkazo kidogo. Sisi kukuja na wasichana huku, nyinyi mnanyakua. Tukikuja mnanyakua. Sasa mimi nitarudi tu hivi jamani? Si tulikuja kizazi pia. Lakini naona Simba Arati, ukianza kurudi kwenda kule Korea kwa korela wako huko, unibebe twende na wewe huko. Twende huko iko maneno mazuri. Nasema asante, Bwana Mungu awabariki. Nataka nichukue nafasi hii nimuite mbunge wa Matungulu, Machakos County, anaitwa Mheshimiwa Mwana Mole. Karibu sana mheshimiwa. Vijana, hebu niweke mkono hivi tuangalie mvua tulia tusikie maneno. Wacha niseme ya kwamba my colleague Mono, thank you very much for inviting us. Kwa sababu tumelewa na baba na Kalonzo nikiwa na wewe. Anaona tunaanza kutoa ndevu. Kwa hivyo nataka kukushukuru. Mono aliponiambia akuja kuomba kiti hapa Kisii, nilimwambia Mheshimiwa Simba Arati, nitakuwa nyuma yako na hakuna function Kisii nikose kufika, kwa sababu najua sisi na wewe tutaenda mbali. Lakini kitu ile muhimu ya Simba Arati, na mimi namjua miaka 10 pale bungeni na yeye, ni kuheshimu chama yake ya ODM na kuheshimu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na mimi imani yangu ni kumheshimu party leader wangu Mheshimiwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na chama ya Wiper. Na sisi wote tuko ndani ya Azimio ili tukomboe nchi hii. Simba Arati, kazi yetu imefika. Hao wazee wamefanya kazi yao. Lazima Shakawa ashuke kwa mti ama tuikate. Nani anakubaliana na mimi Shakawa mtoka ushuru ashuke kwa mti? Lazima ashuke kwa mti ili Wakenya wapate amani, wasonge mbele. Kazi yako ni kuongeza ushuru usiku na mchana, uchao bila kufikiria. Hapa Kisii kuna watoto wanalala njaa, wanaumia, vijana hawana kazi, vijana wa bodaboda wanaumia, kina mama boga wanaumia, halafu wewe ni kuamka kila asubuhi kuongeza ushuru. Nataka nishukuru koti zetu. Jana walitoa ile wanaita housing levy, wameifanya unconstitutional. Nataka kuuliza Mheshimiwa Ruto, ile pesa ilikuwa imekatwa wa Kenya, payslip ya mwezi huu irudishwe kwa payslip ili Wakenya waende wakakule Christmas nayo. Nataka nishukuru koti, mmetoa ile ushuru ya NHIF. Imagine a true Kenyan who loves himself, you are imposing him a tax to make sure that his social welfare is catered for without asking him. I want to ask the court, mumepeana mpaka February, na mimi na Wandai lazima tuandae bunge tuhakikishe ya kwamba ile kodi imetupiliwa mbali. La mwisho, serikali ya Kenya kuisha mmekosa maono na uongozi wa Kenya. Mkiamuka ni kulaumu Uhuru Kenyatta. Hata watoto wakikosa kupatikana Kenya hii ni kwa sababu ya njaa, mmetunyima tulale na bibi zetu, mnalaumu Uhuru Kenyatta. Lazima mheshimu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Sasa mnajidai nyinyi
ndio mnarekebisha ati the mess in the government of Uhuru Kenyatta. Nani alikuwa majority leader? Duale. Nani alikuwa chairman wa budget? Ichungwa. Nani alikuwa speaker wetu? Muturi. Nani alikuwa deputy president wa hiyo serikali? Sasa anarekebisha nini? Sakayo shuka chini, nenda nyumbani, Wakenya tujikomboe, turekebishe Kenya yetu, tukiwa na mheshimiwa Raila na Kalonzo na Simba Arati. Mungu awabariki Kisii, na hii ng'ombe turudi nyuma. Aya, asante sana mheshimiwa Mule. Wacha sasa nialike mheshimiwa Anthony Kibagendi aje mbele na endelee na ratiba. Karibu mheshimiwa. Haya. Jingo teba Raila tuoma mwaira ni tuoma. Taliboigo. Raila tuoma. Tuoma Ruto. Omobuneri yenge. Raila tuoma. Tuoma Gachagua. Omobuna Mogongo. Teko bwenera. Biamore. Bole no Mogoko. Sasa leo Prime Minister wetu na ndugu yetu ambaye alikuwa Vice President ambaye tunamheshimu sana, Kalonzo Musyoka, gavana wetu Simba, na wengine ambao wamefika hapa, gavana Otuoma, nikisema Tuoma hapa, na gavana wetu wa Ndeti na mama nisishike chini. Mama Gladys Wanga. Mimi leo nina furaha sana. Kwanza kushukuru Raila Amolo Odinga kufika hapa katika sherehe ya ndugu yetu ambaye ni Simba Arati, gavana wetu wa Kisii. Pili, nirudishe shukrani kubwa kwa vile tumezindua kujiandikisha kwa wanachama wa ODM. Na sisi watu wa Kisii tunasema hivi, tunataka kupita Busia County, tunataka kupita Homa Bay County, sisi ndio tutakuwa namba 1, sivyo? Jambo lingine ningependa kusema, Bwana Prime Minister, sisi wa Kisii ndio watu sharp kabisa dunia hii. Taliboigo. Katika mtihani sisi ndio tunatangulia, lakini unapata wanaanza kutukimbiza hati tumeibia mtihani. Sasa wameharibu matokeo ya class 8. Watoto wameumia. Watoto wengine wanataka hata kucommit suicide kwa sababu mtihani imekorogwa. Walikuwa wanaharakisha eti wanataka kufanana na vile Magoha alifanya ama vile Matiang'i alifanya. Wameshindwa. Kwa hivyo tunasema mtihani huo urudiliwe katika marking ile ifanywe upya. Jambo lingine ningependa kusema, sisi kama jamii ya Wakisii tunasema hivi, hatuwezi kukubali gavana wetu aendelee kuketeliwa. Wale ambao wanajipanga kuleta motion ya impeachment, tunawaambia hii Kisii itakuwa ndogo sana kwenu. Hamtakanyaga hapa mkiendelea na tabia hiyo. Jambo lingine ningependa kusema, Bwana Prime Minister, I would like to address the President of this nation. Mr. President, you have become kisiagi ya uongo. Wewe ulituambia ukiingia utapunguza ushuru. Ukiingia you'll reduce the cost of education. Ukiingia utapunguza bei ya mafuta. Hiyo maneno imefanyika? Na sasa ameendelea tena, ameongeza tax ambayo imebadilishwa na makoti. Na ndio tunasema hivi kama watu wa Kisii, we will not allow the president to continually oppress the people of this nation while pretending that he will salvage us from the bondage we have been in. Hatutakubali muendelee kukuwa na kisingizio ati Uhuru Kenyatta ndiye mwenye makosa. Mmekuwa katika mamlaka kwa miezi 15.
pia nyinyi fanya kitu tuone mkifanya jambo. Taliboigo. Na sisi tunasema hivi, hapa Kisii 2027 wangapi wanasema kila mjumbe atakuwa ni wa ODM na MCAs wote wa kutoka Azimio? Na ni wangapi, nataka tuoneshe kwa mikono, media houses zione, ni wangapi wanasema mtu anaitwa Ruto ataenda nyumbani? Mikono tuoneshe. Asanteni sana. Karibu sana ndugu yangu Barongo, useme moja mbili. Asante sana. Wananchi wa Kisii County na haswa wananchi wa Nyamache, Bwana Yesu asifiwe. All protocols observed. Mimi hapa nikisimama, inwe naba mame inje no moigwa wababasi. Egento nataka goteba, ningependa kusema kwa gavana wetu, nilifanya udadisi mdogo, nikaangalia Kisii nzima kutaka kujua kama wananchi wa kawaida wako pamoja na wewe gavana. Nikapata kwamba wananchi wa kawaida bado wanaamini kwamba Simba Arati ataleta yale maendeleo aliyoahidi. Tariboigo. Ningependa kukuomba gavana, usisahau wananchi hao wa kawaida, kwa sababu wako na imani kwako na wako na subira, wanangoja ya kwamba yale ambayo uliwaahidi utafanya, ikiwemo kuhakikisha kwamba fedha za mwananchi wa kawaida hazichezewi, kwamba haya yatakuja kutokea. Mbalenga magotebanga toe gavana chingaki edina chakolenta magenderali ato promise ti mbiya mono abantu baminto aba oyoeta abekerogo ningo oyoeta aba batogamberete kerogo ningo buna bakenyorete kerogo ekyo na into ntoli gocha okenyora mogotigara ime ya ODM. Ukitaka kujua chama cha vyama, chama ni tulikuja hapa kutoka Bomachoge Borabu kuleta heri njema na blessings kwa gavana wetu pamoja na Raila Amolo Odinga. Abantu baminto mbalenga magote abatogotigara na Raila Amolo Odinga. Mbalenga togo support governor tote baba gambi baito basikwe. Ni nafasi nzuri, nataka ni muintroduce Irene Mayaka azungumze na nyinyi. Asanteni sana. Salamiane kwa hewa watu wa Wawasi. God is good and all the time. Ruto lies and every day. Obe, taibo. Chonkoro ku Irene Nyakerario Mayaka, Seito Nyamira. Mimi ni mbunge wa ODM. Nimetoka huko Bogichora, naende Tindi People. Tukana inga Nyamache. Alafu moja Nyamira mwanga kere kura. Taibo. Tokore sagwe iwango wango. Mimi nataka kumshukuru ndugu yangu Simba Arati. Na nataka kuambia watu hapa, Simba Arati ni mtu muungwana sana. Wengine wetu wametushika mkono, ametusaidia. Yeye kama vice chairman wa chama chetu cha ODM, wakishikana na timu Bosire kutoka Nyamira, kwa sababu baba amewapatia hizo viti kubwa. Nataka kuambia wahakikishe ya kwamba tumejiandikisha wengi. Ya pili, sisi katika jamii ya Azimio tukianza kupigana ndani ya jamii yetu, si hao watu wa Kenya Kwanza watachungulia kwa dirisha wakuje kutuharibia? Si ndio? Lazima tulinde ugavana wetu wa Kisii, si ndio? Kwa sababu saa hii imefanya mpaka mtu kama mwenzangu Osoro amepata kasauti anaweza ongea. Hii haiwezi saidia sisi watu wa Azimio. Taibo, tuko na shida kubwa
shida kama hiyo ya Zakayo ambaye hajui kazi yake. Na nataka kuambia hapa watu wa Nyamache, Ruto aliambia ule chair wa budget aongeze bilioni 2 kwa budget ya State House, ili ati akikuwa na mkutano watu wanakuja hapo. Hiyo maandazi yananunua huko State House, mtaenda mkule, hata watawafungulia gate. Mwingine ni huyu Rigathi aliongeza budget yake ati siku hizi anataka kukula sijui seafood, lobster. Inyuma yete lobster. Shida ya Kenya ni lobster ama hii tax ambayo wanatuwekea. Kwa hivyo watu wetu wa Kisii, kwa sababu inataka kunyesha, nataka kuwahimiza ya kwamba tushikane mikono pamoja, tuhakikishe ya kwamba chama chetu cha ODM iko strong, ndio tukienda tukipatana na vile vyama vingine vya Azimio tuko na sauti, tunaguruma, si ndio? Na wasalimu sana, Mungu awabariki. Haya, ngoja. Beka ngoko boko igurega abantu baminja. Ibuna abantu abaya. Na ndinya sae no muyo wanjira ndibra yakorere. Ndagete munganjire takemo. They were the clergy. Abarandi abange balengegaiga. Pastor Murwabe ne timu elionse yipi. Na imwagenda. Okay, help nobody. Emoko nganchira. Kera abageni ose nuka mule. Ninka. Munganchire. Munikubalie tu niite viongozi wachache waongeleshe nyikarai saransa baba vitu kupate. Akuwa ne. Injuana. Tigaba kuwani. Chararani. Iga. Awa. Oga bimare koria. Ndaro mama. Kole kufiki Nyaboke Onderi Echararani, a standing women rep and the future president of the Republic of Kenya. Manjira tukatisinga na heito. Mmoja mwana kunanga iga. Ama toke na valente ile China. Asiye waini ngoja nitoke elibele mo kunanga future president. Ndio mtambu ya mole. Vijana we. Kisii we. Jengoro ku Dennis Makuli Sonko. Koro South Mogiranga. Eka nyamnyonge ngero South Mogiranga kero sumbwa obwesimiwa. Eka nyamnyonge kyonko getegande. Mkeiro sana ime. Kyali chiko ko cheto kyakolire. Eliyo kubosage ko nyosumbwa muganga. Tuko nyuma ya gavana, aende gavana akole emiaka ya erenga 10. Yarobose ni birthday ya gavana. Lakini ntora atera kulikwe birthday. Egeteto chakega. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear governor. Bas. Biyamono na ene tiganya sawa basisemi. Mrefu public opinion, si ndio? Na mkikuja mnakuja polepole, mrefu polepole. Kwa ni ntombi ya molega. Gavana Sarutiga. Igogo kwa una acting senator Kisii. Aga ko garaba to Simba beregete bachire batgeire kerogo kole gasuna mo nesele. Gavana kwa ule abato mali atevile ije kwa kutunia senator mondo itatoka. Ada ko chakira loro. Abaisha bali bakolama egavana. Abagira mo morusia bisidero mo bake. Asarakari yeye. Ebito ya kogi ndio kono ya kile ligoli. Kapotikana sarakari yeye. Baba na Simba rati tigala na kutoka mbele.
Mwaigwana ile. Biamono. Spika wetu wa bunge ya kaunti tafadhali. Hiyo dayas wachungaji wapange wachache tafadhali. Biamono abantu baminto. Biamore mwezi korango iga. Biamore makwani ya Simba korango iga. Biamono ayana na makesana yangu ilikuwa kutoa vote of thanks asaba antu walimo spiba chirega iga asesele yo mugambio ito tigangeri bageni ngakere abantu be kanisa Biamono ebiongozi bibia assembly mwacha Biamono abantu bamintege nton abakikisire mune speaker into assembly. We are together and we are supporting Simba Arati asokorera abantu baminto bagusiye gasi ebinde bakanya gukwana na barabwe nebyabo bwate ntuto ibwati in the assembly. So abantu baminto muna mwacha iga na ande kaba maiga ya Simba elinda bakorere gasi for 10 years ayanda janja kubwati kurwagu Biamono nje ayana banga naigo moko genda mogende buya na ande mumanye na Kisii is safe in the hands of Simba. Biamono, thank you very much. Aya. Karatiga. Tiga nganchere. The clergy tafadhali. Our clergy. Wahubiri wote. Inchuga iga mutu sabirani. Na ande tuwa kubicha nainu tomanya okoranga itokora. All the clergy. Mo wancha barandi abatu sabire. Bwana. Aya, wale mko hapa tafadhali nyuma mketi chini. Mketi chini tafadhali. Wale mko kwa tent wahubiri kuja. Wahubiri wakuje hapa tafadhali. Bishop, hii timu yako wewe utatuombea, you will introduce it. Unajua nimekumbuka mlikuwa hapa na hakuna mtu anataja jina. Si ndio? Kwa hivyo wale mko nyuma mketi, wahubiri wafanye kimila yao ya maombi. Sasa Bishop. Ganga tomia mitusabe aseli atalia Yesu. Baba wetu Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya mema yote ambao umetutendea katika nchi yetu ya Kenya, na tunajua kwamba hii nchi yetu ya Kenya ulitupatia na mikono miwili, na Mungu wetu tunajua ya kwamba unasimama, maana wewe ndio viongozi. Biblia nasema wewe ndio unaondoa wala ambao unapenda kuwaondoa. Lakini wakati huu Mungu wetu tunajua ya kwamba tuko na gavana wetu wa Kisii, ambapo mikono miwili Mungu wetu uliweza kutupatia. Tunakushukuru kwa sababu Mungu wetu wewe ndio utakuwa mlinzi wake, na wewe ndio utakuwa mlinzi wa watu wote wa Kisii. Wema wako na utukufu wako utuonekanie. Asante Mungu wetu kwa sababu umetupatia kiongozi wetu ambao ni Papa Raila Amolo Odinga, ambao kwa miaka yake yote Mungu wetu amesimama kitete kutetea wanyonge. Yeye ni sauti ya watu wako wa Kenya. Mungu wetu tunakuomba Mungu wetu mtakatifu, umpe nguvu, umpe uwezo, na tunajua ya kwamba ukimlinda utalinda watu wote wa Kenya. Huu mkutano umefaulu, na sisi kama watumishi wako tumesimama hapa Mungu wetu tukisema asante kwa sababu ya mkutano, kwa sababu ya viongozi, na tunajua ya kwamba hii Kenya iko mikononi mwako na haitaanguka, kwa sababu wewe Mungu ni Mungu wa mbinguni na unatazama watu wako na utaacha watu wako wapate kuona aibu.
Ndio maana tumeomba tukiamini katika jina takatifu la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Watu wote sema amen. Asante. Father atapewa alafu tutafunga. Wale mko kwa tent tuketi tafadhali, kwa heshima ya gavana tu. Sasa tukisimama inaonekana mkutano imeisha. Basi tunawashukuru kwa kuja hapa. Asante gavana, karibu tena nyumbani. Wakristo wote tuweke Mungu mbele. Haya yote tunasaidia kaunti yetu, tunahitaji Mungu awe mbele yetu. Tunaporudi nyumbani, muombee serikali yetu, muombee gavana wetu, muombee kanisa, na nyinyi wenyewe tunawaombea. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu, tunakushukuru kwa wema wako leo. Tunakushukuru kwa sherehe hii ya leo. Tunakushukuru kwa wananchi ambao wamejumuika hapa, wanaanza safari kurudi nyumbani. Tunakushukuru kwa gavana wetu na wageni wote waalikwa, Mheshimiwa Raila na wengineo. Wanapokuwa safarini kurudi nyumbani, wape usalama barabarani. Utulinde tunaposherekea uongozi wetu hapa Kisii. Jalia kwamba tuwe na nguvu ya kufanya mema siku zote. Wabariki wote wanaohusika, wabariki hawa viongozi wetu, mbariki gavana wetu, kubariki watu wote ambao wamejumuika pamoja nasi. Utupe moyo wa kuhudumia jamii na moyo wa kulinda yale ambayo tumepokea. Tunaomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mungu Mwenyezi awabariki, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Asante. Nataka nishukuru watumishi wa Mungu na wauliza kwamba mrudi mketi na Mungu awe nanyi kwa jioni ya leo. Nataka nipeane tigankwa negentekemo abantu babinto MHOSP bono na erere Kisii County mo wanjengira ne Kisii County MHOSP kiromochi konyo atole chineti sato esengenjo yembure na mosquito igo wetera aba MCA baino boss kusiengima chiwode 45 ko make tole sure mwanyolere chineti iliyo ndo ya kabere esu kweli ma tele ndo nebi kwa ngubire Momanyetiwo ende veiga kabla yesu kuku